Nora, nilisomea ualimu na nilipata kazi kwenye shule ya private. Nikaanza kupendeza kidogo na nikaanza kuonekana mtu kazini. Nikakutana na huyu mwalimu anaitwa Tofa, ni discipline master, na tukaelewana, japo hakuwahi sema ananipenda. Basi ilikuwa kila jioni napita kwa Kimario kumpikia na kufanya usafi, nikiwa na matumaini atanioa, japokuwa yeye hasemi lolote. Atakaye kuoa atafaidi sana Nora. Unajua kupika vizuri. Unasemaje we mbwa? Kimario tumekuwa pamoja kwa miaka 5, halafu unasema hivyo? Siwezi kukubali. Kumbe umeoa na una mtoto tayari. Kwa nini? Lakini kwa sababu siwezi kuoa mwanamke mwenye lazima mtoto. Akasirike maana yeye ndo hajaolewa kwao. Kimario anamsumbua. Jamani, sasa hivi ni mwendo wa kufosi ndoa tu. Nikaamua nichukue mkopo ili nijitolee mahari, lakini wanafamilia wasijue, na mimi ilimradi nivae tu gauni la harusi kwa Tofa. Halafu Danora, mwanao namrudisha nifanye maandalizi ya kumpokea mwanangu, sio nilishe watoto wa wengine. Hivi Paulina, hayo ni maneno ya kuzungumza hapa kweli? Utapendeza sana Irene wetu kesho. Fanyeni haraka, si mnajua kuna foleni hii jioni. Najua kama roho inakuuma. Napenda kumzawadia mke wangu Irene kiasi cha shilingi milioni 500 za Kitanzania. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out. Mama, kuna siku nimewahi kuumia. Leo niliumia sana. Ikawe heri kwako mwanangu Irene. Nakupenda sana. Mrembo wangu, nakupenda sana mama yangu. Jamani, kuna watu mnakuja kuchukua chakula mara 2 hapa. Msitafute shari. Taratibu kila kuchukua chakula mara ya kwanza. Unapakia tu, ni ndoa yako hii. Acha kelele binti. Ndio maana hiki ni kioja gani unataka kufanya hapa? Chakula umenunua wewe. Sitaki uswahili kwenye shughuli yangu. Sawa mama. Kwa kuwa nilikuwa desperate na ndoa, sikuona tabu kugharamia kila kitu kuanzia mahari mpaka nguo za mwanaume. Tukaoana na Tofa bila hata kumchunguza. Nora, nilitaka ndoa mpaka nikajilipia mahari kwa Tofa na akanioa, lakini hakuwa vile nilivyokuwa nadhani. Mwanaume ni mchoyo sana. Hili tikiti maji lina urefu wa sentimita 5 na ni kilo 5. Ukilikata utapata vipande kama 20 na naomba vitumike mpaka mwisho wa mwezi huu. Nimenunua kila kitu cha kutumia kwa mwezi mzima. Sitegemei kutoa pesa nyingine kwenye suala la chakula. Unasemaje? Tofa, mme wangu, dawa ya meno imeisha. Hivi tutakomba mpaka lini? Tumia hivyo hivyo au mkaa mpaka mwisho wa mwezi. Sina bajeti hiyo sasa hivi mimi. Hatimaye Nora umepata mme jamani. Watu walikusema sana, lakini mbona unakonda sana? Sijui hata kwa nini kipenzi. Mbona vipande vimepungua? Unadhani nilikuwa natania nilivyosema hiyo ni bajeti ya mwezi mzima? Dorina alikuja kunitembelea, nikampa kidogo kama mgeni. Tofa alikubali tu kunioa, lakini alikuwa mtaki mtoto wangu. Kwa hilo kila kitu akifanya lazima angelalamika sijamlea vizuri. Ilikuwa inaniuma. Leo mwanangu ametoka shuleni mapema, anahisi homa. Ikabidi nimepeleke hospitali mapema, lakini najua Tofa akija itakuwa kesi kubwa. Imekuwaje mkafika hospital bila kunipa taarifa? Sina hela mimi leo. Si ungempeleka pharmacy? Samahani, naomba niwaache kidogo. Itabidi gharama kama hizi baba yake awe anatoa pesa. Nimeshakataa kuingia kwenye gharama zisizokuwa na msingi. Naomba nikapumzike. Basi huyu mume wangu, kwake bado anatumia generator kupata umeme. Hatumii TANESCO, anasema hajakuwa na ratiba hiyo bado. Naona kuna kifaa kimeharibika, nitanunua kesho, leo tulale tu. Mateso yote ya nini za maizi? Kuteseka na umeme wa mafuta.